Qur'ani imetupatia pindi tunaposikia fitna juu ya mtu fulani ama ilan. Na kama mnavyofahamu namna ndugu yetu shekhe wetu Nuruddin Kishki alivyodhulumiwa na habari mbaya zilizoenezwa juu yake, na watu wakawa ni wenye kushangazwa, wenye kuunga mkono, wenye kupinga, na alhamdulillah wengi katika waumini wamekuwa ni wenye kukataa fitna kama hizo. Hamna budi niweze kuangazia masala haya kwa sababu nimeonelea ni vizuri tujue Qur'ani inatupatia mwongozo gani pindi tunaposikia mabaya yanasemwa juu ya mtu na kuenezwa, kama ilivyokuwa hali ya Sheikh Nuruddin, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Jambo la kwanza, Qur'ani imekamilika na imetupatia mwongozo katika kila jambo. Na Qur'ani imetupatia mwongozo pindi tunaposikia mabaya yanaposemwa na juu ya waumini, imetupatia mwongozo 4. Unaposikia mabaya yanasemwa juu ya waumini, mwongozo 4 Qur'ani imetupatia. Jambo la kwanza, usieneze mabaya haya. Jambo la pili, usiamini yale yanayosemwa dhidi ya ndugu zako. Jambo la tatu, udhanie waumini kwa uzuri. Na jambo la 4, wakanye wale ambao wanaosema uongo dhidi ya waumini. Na hii ipo wazi katika suratul Nur, kapindi Mwenyezi Mungu alipoangazia qissat ifk. Mwenyezi Mungu asema, laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bianfusihim khayran wa qalu hadha ifkum mubin. Allah sema lau waumini pindi waliposikia, je, si ingekuwa ni bora waumini wake kwa waume wadhaniane kwa uzuri? Waliposikia kwamba Mu'minin ubaya ilipoenezwa juu yake kwamba amezini Mu'minin Aisha, Allah sema si ingekuwa ni bora waumini wadhaniane kwa uzuri? Kisha Mwenyezi Mungu asema hatufai kuzungumza na kueneza mabaya yanayosemwa zaidi. laula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun adhim. Leo mngekuwa ni wenye, pindi mliposikia mngekuwa ni wenye kusema sisi si wa kuzungumza wala kueneza habari hizi, we will not spread it more, subhanak, hii ni uongo. Al-Imam Ibn Kathir rahmatullah alayhi asema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala awakanya na kuwatia adabu na kuwafundisha waumini adabu ya kwamba wasidhanie watu wa khairi illa kwa khairi. Na la pili, wawe katika mstari wa mbele katika kupinga hiyo shari au mabaya yanakuwa ni wenye kusingiziwa dhidi yao, kama alivyofanywa Sheikh Nuruddin, Mwenyezi Mungu amhifadhi. Kwa nini watu wema hupigwa vita? Hapa pana swali. Kwa nini mtu wa Mungu ama mtu wema hupiga vita? Why? Kuna sababu gani? Allah amejalia kwamba katika sunna iliyoko juu ya ardhi yake ni kwamba haki na batil zitakuwa ni yenye kupigana na kuvutana. Na hii ilikuwa toka mwanzo. Kwa hivyo mu'min asishangae anapoona balaa inapomfikia mja mwema wa Mwenyezi Mungu ama inapomfikia mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ni sunna ya Allah, kwamba watu waovu hawatakwamia katika uovu wao, katika nafsi yao, watakuwa ni wenye kuwapinga na kueneza uovu wao na kuwaudhi waumini na kuwaudhi hata mitume wa Mwenyezi Mungu. Allah asema katika Qur'an, wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Allah asema kadhalika tumejalia kwamba kila mtume alikuwa na maadui katika watu waovu. Kadhalika Mwenyezi Mungu asema wakadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jinn. Allah asema na kila mtume tumemjalia kwamba alikuwa na maadui miongoni mwa jini na maadui mashaitani miongoni mwa majini na mashaitani miongoni mwa wanadamu. Kwa hivyo you don't ask kwa nini watu wanamkosea mtume heshima, kwa nini watu wanamkosea sheikh heshima, kwa nini? Hii ni sunna ya Allah. Mitume walikuwa na maadui na waja wema watakuwa na maadui, na hivi ndio ilivyo. Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza ya kwamba hao ambao ni watu wa batil wanaungana na kushirikiana katika kupiga vita watu wa haki. Allah asema wala yazaluna yuqatilunakum hatta yuruddukum an dinikum in istata'u. Na hao hushirikiana kwa pamoja na hawaache, wala yazal, popote watakapokuwa, wakati wowote, sehemu yoyote, hawataacha kushirikiana japokuwa hawaelewani.
Lakini inapokuja kukupiga vita wewe mtu wa haki, hawataacha kushirikiana hawa maadui, wataacha maslaha yao, watakuwa wewe ndo common enemy, wataungana dhidi yako. Allah asema wala yazal, na hawatawahi kuacha popote watakapokuwa, wakati zama yote, muda wote, sehemu yote. Na Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza kwamba hawa watu wa batil, unapokuwa ni mwenye kupata khairi hawafurahi, na ukipatikana na shida ndo furaha yao. Allah asema iyamsaskum hasanatun tasuhum wa in yusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Wakati unapokuwa ni mwenye kupatikana na hasana, mema, jema, zuri linapokupata, tasuhum, inawaudhi. Kisha Allah asema wa in tusibkum sayyi'a, siku mabaya na uzito yakikupata, yafrahu biha, wanakuwa ni wenye kufurahi. Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba watu wataonjwa, na sisi tumejua mwongozo wa Qur'ani ni ipi wakati tunaposikia mabaya juu ya waumini wenzetu. Fakaifa akiwa huyu mu'min ni shekhe ambaye yajulikana katika bidii yake na da'wa yake. Sote tumeleleka katika kumsikiza Sheikh Nuruddin Kishki toka udogo, ametutangulia katika da'wa na katika khair. Kisha msishangae mnapoona kwamba watu waovu wanapopiga vita waja wa Allah, usishangazwe, kwa sababu hata mitume Mwenyezi Mungu walipigwa vita. Na ulama wametueleza kwamba namna unavyoshikamana na dini zaidi ndipo mitihani inakuwa ni zaidi na maadui wanakupiga vita zaidi. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam asema ashaddu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Hakuna waja wa Mwenyezi Mungu ambao wameonjwa wakapigwa vita wakapatikana na mitihani kama mitume Mwenyezi Mungu. Thumma al-amthal fal-amthal, kisha wale ambao wanaowafuata, wale ambao wanaowafuata. So kila imani yako inapokuwa kubwa, basi vita unavyopigwa na watu wa batili inakuwa ni nini? Ni kubwa. Ama Allah subhanahu wa ta'ala amejalia kwamba kuna watu hawatakuwa ni wenye kurudi nyuma hata wakipigwa vita, watabakia pale pale. Na saa zingine wale ambao waliowazunguka watawaacha, na Rasul akawaangazia watu kama hawa, wale ambao wapigwa vita na hawajarudi nyuma na wako msimamo wao ni pale pale, na wale ambao wanaowasupport waliozunguka wengine wanawaacha, lakini wao habadiliki. Rasul asema sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina ala alhaq la yadhurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amru Allah. Rasul asema daiman na abada hawatakosekana kundi ya watu ambao watakaosimama katika haki, na haitawadhuru kwamba watu wamewaacha, watu wamepiga vita, watu hawaja, wao watabakia hivyo mpaka siku mauti kiwafikia. Tumomba Allah tujalie tu hivyo. Wasia yetu kwa Sheikh Nuruddin Kishki na wengineo ambao wanaopigwa vita kwa sababu ya misimamo yao ya haki ni kuwa na subra, kwa sababu ndo sunna ya Mwenyezi Mungu na Allah atakunusuru. Allah sema fasbir inna wa'da Allahi haq. Kwa na subra, ahadi ya Allah ipo na nusra yake ipo. Na Allah amejalia kwamba mwisho, the end, ndo muhimu. Nani mwisho ni akina nani? Ni watakaomuogopa Mwenyezi Mungu na kuwa na takwa. Wal aqibatu lilmuttaqin, wal aqibatu lilmuttaqin. Na Mwenyezi Mungu amechukua ahadi atawatetea waumini. Allah sema inna Allah yudafi'u 'anil ladhina amanu. Kwa hakika Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam alipopigwa vita na maadui wakawa wanamsema vibaya, kama vile wanavyomsema vibaya Sheikh Nuruddin hivi sasa. Allah amempatia mwongozo mtume wake. Sasa wewe ukiwa uko katika msimamo wa sawa na watu wanakupiga vita na wanakusema vibaya, na maneno yao lazima itakudhuru. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam namna alivyokuwa kitukanwa, akiudhiwa, it used to hurt him. Na hakuna kama Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno hayo ilimuumiza, watu wakisema juu yake, ndio itakuwa mimi na wewe. Sasa Allah mpatia dawa na mpatia njia namna maneno haya yatakuwa ni hafifu katika nafsi yake. Allah asema walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Allah asema najua mtume wangu ya kwamba
una dhiki katika kifua chako kwa yale ambao wanayosema juu yako. Kwa hivyo suluhisho ni nini ya Allah? Hawa wataendelea kusema, hawatanyamaza. Ama wewe mtume wangu, ama wewe mfuasi wa Mtume Muhammad, ama wewe Sheikh Nuruddin Kishki, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Mwongozo ni fasabbih bihamdi. Hawataacha kusema, ama wewe msabbih Mwenyezi Mungu, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, na uswali sana na umsujudi Allah. Na wewe angalia kilichokuleta hapa duniani, wama khalaqtul jinna wal insa illa. Kwa hivyo wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka itakapokufikia yaqin. Ama wale ambao wanaofurahia fitna na kueneza mabaya juu ya mtu, bali kueneza uongo, sikizeni maneno ya Imam Malik rahmatullahi alayhi juu ya watu ambao hawakueneza uongo, walieleza mabaya ambayo ni ukweli, mabaya ambayo ni ukweli, lakini hali ya Sheikh Nuruddin ni mabaya ambayo ni uongo. Sasa angalia yule ambaye alieneza mabaya ya ukweli, umesikia fulani ni mzinifu, fulani ni mwizi, na ni mabaya na ni ukweli. Imam Malik rahmatullahi alayhi ni katika ulama wakubwa wa ummatu Muhammad, bali ndo alikuwa imamu wa mji wa Madina. Asema Imam Malik, sikizeni maneno haya ya dhahabu. Asema Imam Malik, adraktu bihadhihi albalda, yani bilmadina, aqwaman laysa lahum uyubun fa'abu an-nas fasarat lahum uyub. وأدركت بهذه البلدة أي المدينة أقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فنسيت عيوبهم. Imam Malik asema katika mji huu wa Madina, katika hii ardhi niliyoko, nimekutana na watu ambao aibu zao ilikuwa haijulikani, lakini wao wakawa sasa wanaeneza aibu za watu. Allah akajalia aibu zao zikatoka nje. Asema na nikawai watu Madina hapa ambao walikuwa na aibu, lakini walikuwa na tabia hawazungumzi aibu za watu. Watu wakajaliwa wakasahau aibu zao. Hali ngapi? Hali mbili. Kwa hivyo waumini, tusiwe ni wenye kutafuta aibu za watu, na tusiwe ni wenye kueneza uongo. Na tumomba Allah amfariji Sheikh Nuruddin Kishki na kila mu'min ambaye amedhulumiwa katika heshima yake. Na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haki ipatikane, na hao ambao wanaudhulumu ulama wetu na duat, Mwenyezi Mungu awaongoze. Na tuwahusia mtubieni Mwenyezi Mungu, mtubieni Allah na msidhulumu watu. Na ujue ya kwamba vitu vitatu vya mwanadamu au vya Muislamu usikaribie: damuhu wa maluhu wa irdhuhu. 3 things ya mtu usikaribie. Wataka kutoka duniani na hujabeba mzigo ya dhambi ya mtu, wataka kutoka duniani na hujakuwa ni mwenye kushikwa na mtu mbele ya Allah, vitu vitatu usikaribie mwanadamu: damu yake usikaribie, mali yake usikaribie, heshima yake usikaribie. Hii ndo nasiha kwetu. Na sisi ambao tunasikia mabaya juu ya watu, mwongozo ndo huu uliopatia katika Qur'an: subhanak hadha buhtanun adhim. Hii ni uongo, na watu wa khairi mkisikia mabaya juu yao kataeni. Hivi ndio mwongozo ambaye Allah ametufanya nini, aliyetupatia.